Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majina yangu ninaitwa Nurdini Dongo. Nimekuja kwa ajili ya kusema jambo linalohusiana na kupotelewa kwa nyeti kwa upande wa kina baba. Ndugu zanguni, hebu tuamkeni, hebu tuacheni masala ya ulimbukeni. Unajua, katika kipindi hiki tulicho nacho, watu hatuyatazami mambo kwa ilmu, tunayatazama mambo kwa ulimbukeni. Mitandaoni kote kumeenea sasa hivi kwamba mwanaume akitembea barabarani akiguswa bega nyeti zinapotea. Mitaani watu wanaogopa kuguswa mabega kwa sababu nyeti zao zitapotea. Maskini wa Mungu, juzi kafariki mzee mmoja baada ya kuguswa bega kwa upande wa akaguswa bega kwa ajili alikuwa anataniwa, mtu anafanya maskhara, kamgusa bega mzee kafariki na presha. Nini? Zimezushwa taharuki ambazo sisi tunajengewa jambo ili kusudi tuhadaike na hili jambo la kuwa mwanaume akiguswa bega nyeti zake zinapotea. Sijui ni kitu gani kinachofichwa. Mfano, tazama katika mwezi wa 12 tarehe 19 kwenye jambo la uchaguzi, mambo ambayo tarehe 29 kwenye jambo la uchaguzi, mambo ambayo yamekuja kuibuka, likatengenezeka suala la kwamba sisi tuamue kuleta vurugu katika nchi yetu. Baada ya kuleta vurugu, sasa wanaokusudia malengo yao mengine wameweza kuingiza baadhi ya vitu vyao. Ndugu zetu wamepoteza maisha, tumezika ndugu zetu wengi sana, marafiki zetu, vipenzi vyetu na familia zetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya taharuki iliyokuja kuibuliwa ili kusudi tuchukulie ile tathnia ya kuwa uongozi wetu uko katika hali ambayo si nzuri. Kisha baada hapo wale ambao wana malengo yao mengine waingie sasa kuweza kutudhuru sisi au kufanya mambo ambayo yataondosha kabisa amani. Nadhani tunaona mambo ambavyo walivyokuwa, watu tumekaa ndani tukakosa amani, chakula kikaanza tabu kukipata. Wako watu ambao wamepoteza pia maisha katika jambo hilo hilo. Mimi nao ndugu zangu ambao wamefariki katika jambo hilo, taharuki za ambazo kwamba zimekuja kuzushwa bila manufaa yoyote. Hata hivi sasa hivi waliozusha hili jambo la uongo wa wazi kwamba mwanaume anapoteza nyeti akiguswa bega na baadhi ya watu, nataka nikwambie jambo msikilizaji wetu kwamba hili jambo ni la uongo, pia vile vile halipo. Mimi sio kwamba nakataa ya kuwa mwanaume hawezi kupotelewa nyeti zake, hapana, yako makubwa zaidi ya hilo. Ila kwa kuguswa bega hivi wanavyosema eti kaja mtu kakugusa bega nyeti zikapotea, mimi nakataa. Mimi ni mtu wa Mwanza, ni Msukuma kabila langu, lakini nasadiki pia kwamba kule yako mambo ambayo hufanyika mwanaume akapata mambo kama haya. Mfano, yako matego mwanamke akifanyiwa, mwanamke akifanyiwa tego, basi yako matego baadhi yao yanakuwa kama baadhi yake yanakuwa kama hivi. Mwanaume kama atakwenda kuingia kwa yule mwanamke, basi sio ajabu nyeti zake, natumia kauli nyeti sasa hivi, nyeti zake zitakuwa ndefu kama mkanda, yani kama mkanda ambao unavalia na suruali ule, ukitembea barabarani hivyo kabisa. Ukiachilia basi nyeti hiyo itakwenda mpaka kule mbali, la uzungushe katika kiuno chako, sio jambo kwamba ni geni. Lakini pia yako matego ambayo mwanamke akifanyiwa, kama atakutana na mwanaume yeyote, si ajabu ule mwanaume akaota maziwa, maziwa yake akarefuka akawa kama mwanamama, maziwa kabisa marefu, ni kawaida. Lakini pia yako mambo ambayo mwanamke akikutana na mwanaume mwingine, basi nyeti za mwanamke zinapotea, zinakuwa flati, zinakuwa hazipo, hazionekani. Vile vile yako mambo ambayo ukienda vile mwanaume anapoenda kuingia katika ule mlango anaweza akapita na akiingia, lakini hawaachani, wanashikana moja kwa moja, hawaachani. Na haya mambo tumeyashuhudia. Lakini pia vile vile yako mambo ambayo kama mwanaume atakwenda kuingia pale kulazimisha kuingia, basi atakuwa hana kabisa nguvu, hawezi kwa lolote. Haya yanawezekana. Lakini pia vile vile ziko dawa, sio bega tu. Ndio maana mimi nimesema kwamba ili jambo ambalo umeliibua, sio kama mimi nakataa kwamba haya mambo hayawezekani, yanawezekana. Lakini haya yaliyozushwa sasa hivi ya kugusa bega nyeti zipotee ni uongo, utanielewa baadaye. Iko hivi, ziko dawa kule tunaziita nhamanhama Kiswahili, yani nhamanhama kwa Kisukuma. Hii dawa kama atashika mwanaume au mwanamke mkononi akaenda akamgusa nayo mtu ambaye anamhitaji kwa ajili ya kumzini au kufanya jambo jingine, kule Wasukuma wanatumia haya mambo, basi akimgusa tu yule mwanamke au mwanaume ambaye kaguswa na ule mkono ambao umeshikiwa zile dawa, basi akili zake yule mtu aliyeguswa zitaanza kumtuma kumzingatia yule mtu na kutamani ukaribu wake, mpaka vile ile lengo la yule ambaye amemgusa litimie katika haja yake. Sasa tunarudi na napinga kwamba hili jambo haliwezekani la kupotelewa nyeti, kwa sababu sisi tumezushiwa taharuki. Unajua iko hivi, hata wanasaikolojia hili jambo nadhani wanaweza kafanya nini, wakalichunguza, watabaini hili jambo.
akili ya mwanadamu huwa inaanza kwanza kuamini kitu, yani kishaambiwa kitu kisha kikagonga ndani ya akili, ile akili, ule ubongo unaanza sasa kukitafakari kile kitu na kujenga hofu. Ikishajengeka hofu, ile imani inakwenda kujizidisha. Kuna mtu mmoja yeye aliambiwa kwamba ahukumiwe kuuliwa, lakini kifo chake kiwe katika mifumo miwili, achague mfumo mmoja, aidha apigwe risasi afe au ang'atwe na nyoka. Akasema yeye, mimi nachagua ning'atwe na nyoka. Akakalishwa katika kiti, kisha baada ya hapo wakamwambia tukufunge macho yako ili kusudi usimuone huyo nyoka anavyokuja, ili usije ukakimbia ukatupa tabu hapa. Wakamfunga pale kwenye kiti, kisha wakamfunga na macho. Wanamfanyia maskhara, wakachukua kitu chenye ncha kali kidogo, wakamchoma nacho hicho kitu katika nini, katika mkono, ili kumshtua tu, lakini hakikuwa na sumu wala kitu chochote. Kisha baada hapo yule bwana akafariki kweli. Swali langu linakuja, huyu alikufa kwa sababu gani? Alikufa kwa sababu tayari kashajenga ile hofu, imekwisha mjaa kwamba likitokea hili tayari itakuwa hivi. Mtu anakufa kweli. Nini inamaanisha? Mwanadamu anao ulimwengu wa roho, ulimwengu wa kiroho. Kuna mambo ukiyakithirisha katika kichwa chako yanaweza akatokea kweli. Haujawahi kuona wewe unakaa unamkumbuka mtu fulani, unamuwaza, mara unaona simu yake inaingia na kupigia au anakutumia meseji, ni kawaida, au anagonga mlango, hodi, jamani, za masiku nimekuja kusalimia. Halijawahi kutokea jambo kama hili. Lakini je, haujawahi ukakaa kutwa nzima unawaza kitu fulani, ukalala ukaliota ile jambo ambalo umeliwaza kutwa nzima na kisha likakutokea kweli? Mwanadamu anao ulimwengu wa kiroho. Lakini haya tuyaachilie mbali. Ikiwa utajenga hofu na wasiwasi kwamba ukiguswa bega nyeti zako zinapotea, maana wale wanasema option mbili, wanasema kwamba nyeti zinapotea na wengine wanasema kwamba nyeti zinakuwa ndogo sana. Ndio maana unasikia baadhi ya watu fulani wanasema tumia chumvi ya mawe, wengine chukua kitu fulani eti kurudisha nyeti zako. Muislamu nisikilize, na usio kwa Muislamu, hebu acha ulimbukeni, huu ni uongo. Mwanaume yeyote akiingiwa na hofu yoyote, yale maumbile hurudi kuwa madogo. Mimi nakwambia tena, mwanaume kama ataingiwa na hofu, asilimia kubwa nyeti zile hurudi kuwa ndogo. Akinyeshiwa na mvua, akiingia, kuna muda katika mazingira kama hiyo hutokea nyeti zikarudi kuwa ndogo, ni hali ya kawaida. Kwa hiyo ikiwa wewe utajenga hofu na wasiwasi, tayari zile zinarudi, ndio maumbile Allah kaumba hivyo, ndio hali ya kawaida. Lakini pia vile vile hili jambo linalofanywa hivi, tunafanywa sisi tushughulike na ule uongo uliozushwa. Allah anasema katika surati al-Baqara, sura ya pili aya nambari 42, katazame. Anasema Mwenyezi Mungu kutuambia sisi kwamba msichanganye uongo na ukweli, mkauficha ukweli ikiwa nyinyi mnajua nini, mnajua huo ukweli. Na akasema kwamba tuseme maneno yaliyo kweli. Tukisema ukweli, Allah atatutengenezea mambo yetu, wa yaghfir lakum dhunubakum, asema vile vile nitakusameheni mpaka hayo madhambi yenu. Mimi nimefikisha hili jambo kwako ambaye unanitazama hapa. Jambo la kupotelewa nyeti ni uongo. Usilaumu serikali, na sisi tunaosema usituite ni wapambe wa serikali. Lichunguze kwanza kwa akili zako, utafahamu baadaye. Na kuna mmoja katika watu pia ameangalia kwamba jambo hili limewahi kutokea India, jambo hili limewahi kutokea China. Je, unajua kule kulikuwa na sera gani na siasa gani ambazo zilikuwa zikiendelea? Lakini pia vile vile wanasayansi, hebu chunguzeni zaidi na zaidi hili jambo. Sisi watafiti wa upande wa masala ya ghaibia, masala ya kichawichawi, tunasema hili jambo ni la uongo, halipo. Alafu wanaozusha hizi habari, hebu zusheni, lakini mkishamaliza kuzusha, kumbukeni kwamba kuna watu ambao wamekaa pembeni wanatazama tu mchezo wenu, alafu wanauona, kisha baada ya kuona wanaelewa kwamba mnafanya mchezo. Wapo watu ambao wataamini na wakaathirika na michezo hiyo, na wapo pia watu ambao wataona ukweli wakasema wakuacheni muendeleze na mchezo huo. Lakini pia vile vile sio kwamba hawezi kusema, wanaweza kusema, lakini wananyamaza kwa sababu wanajua kuwa ni mchezo ambao wao hawafanyi madhara aina yote. Kitu ambacho nataka kuambia wewe ambaye unaogopa, usiogope ukapata presha na matatizo ya moyo kwa sababu ya kuogopa kupotelewa kwa nyeti zako. Ni mambo ya uongo. Baada ya kuyasema haya, mimi naitwa Nurdini Dongo. Hayo ndiyo majina yangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.